katika ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho kuna mashindano kati ya wale ambao wanaamini Mungu na wale ambao hawaamini Mungu. Yako mashindano. Kwa nini yako mashindano? Kama watu hawaamini Mungu, maana yake kuna mwingine ambaye anaaminika, si ndio? Kama watu hawaamini Mungu, maana yake kuna wanayemwamini anayeitwa shetani. Wanasema kashwatani. Wale Waswahili wanaita Waswahili wazuri, Kiswahili cha Kiarabu, ama shwatani. Sasa kwenye haya mashindano, maana yake yako baina ya Mungu na nani? Kwa sababu na nani? Sikusikii. Kwa sababu na nani? Kati ya Mungu na nani? Mbona kama upo hapa? Kati ya Mungu na nani? Kwa hiyo haya mashindano kati ya Mungu na shetani, sasa nafundisha yeye ashindaye iko taji kwake yeye ashindaye. Shetani anatushindanisha kwenye lipi? Chini hapo andika hivi, yeye ashindaye, andika hivi. Ashindaye ni yeye mwenye amepita wengine katika safari yoyote duniani. Ashindaye ni yeye ambaye amepita wengine. Ashindaye ni yeye ambaye amepita wengine katika safari ya hapa duniani. Ashindaye, wazungu wanasema overtake. Amechukua nafasi ambayo ilibidi iwe ya mwingine. Amekaa mbele ya wengine. Amekaa mbele ya watu wengine. Sasa kwa Mungu na kwa shetani wako duniani kuna mapambano. Kuna mashindano. Sasa haya mashindano, Mungu ameahidi taji kwa yeye ambaye atashinda haya mashindano. Yaani mimi na wewe tunapoishi hapa duniani, tukiishi kwa kumpendeza Mungu, tukijua kwamba ipo kesho ya baraka, ipo kesho ya matumaini. Maandiko yanasema yeye ashindaye atavikwa taji. Amen. Kwa hiyo unapoishi kama Mpentekoste, kama Mkristo, kama mwana wa Mungu uliyemwamini Yesu, lazima ujue kwamba upo katikati ya mashindano. Ndio maana shetani anapambana na maisha yako. Kila itwapo leo, ili apatikane mtu ambaye atamtumikia. Na Mungu anainua watumishi kila itwapo leo, ili apatikane mtu ambaye atamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kati ya kumtumikia Mungu na kumtumikia shetani yako mashindano. Shetani anavuta watu waje kwake na Mungu anatafuta watu waje kwake. Kwa hiyo Mungu ndiye ambaye anachagua watu wa kumtumikia, na shetani ndiye ambaye anachagua watu kufanya nini? Siwasikia anachagua kufanya nini? Kwa hiyo Mungu anatafuta watu wa kumtumikia na shetani nini? Wasawa kufanya nini? Tuwe hapa nasema kwa sababu maana yake kwamba unajifungua. Sawa? Unajua kuna kukimbia na kukimbizwa. Kweli si kweli? Kukimbizwa maana yake unafunguka kwa sababu ya hofu fulani, mtaliwa. Nitakamatwa. Nimeona simba, nimeona mnyama, nimeona nyoka. Hapo unafunguka. Alafu kukimbia, mtu anakimbia mpaka aje kupata moto. Amekimbia kilomita 3 au mita 600 au mita 200 au mita 300, amepata moto, maana alikuwa anakimbia. Ila anayekimbizwa mita 100 tu amesweti. Tena anaenda kabisa. Yaani pale maana sasa amefungua mirija ya nini? Ya damu ifanye kazi. Na lazima sweat. Sasa ukiona mtu hata kuzungumza sana, amen, maana upo kwenye kibano. Amen. Uko comfortable, si ndio? Comfortability. Unapokuwa comfortable, maana yake unaruhusu mbingu itoe majibu. Sikieni, wakati mwingine hata unabii unaweza kumpata mtu. Unabii unaweza kumpata mtu ni yule ambaye
ameachilia moyo, kwa sababu hakuna anayeweza kutoa unabii pasipo Roho kuamua. Amen. Na Roho anamhudumia yule ambaye amekubali kupokea. Unasikia sasa? Kuna sometimes pia Roho Mungu ana force kwa wengine, anakuja kama hivi. Yana wewe kama vile rogo. Limetupwa hapo biliki. Inaonekana na hivi. Mpaka lisikumu. Kwa kuna saa Roho Mungu anaamua kuforce, akulazimisha kupokea muujiza, lakini kuna saa Roho Mungu anaona huyu bila alipokaa, acha nitoe. Nizungumze jambo. Kuna mambo mengine huwezi kuyasikia kama hujawa tayari. Hello? Huwezi kusikia chochote kama hujawa nini? Lakini pia huwezi kupokea jambo lolote la kimuujiza au la baraka kama haujawa tayari. Uwe tayari kwa jina la Yesu. Acha nasema uwe tayari kwa jina la Bwana. Kwa sauti, uwe tayari kwa jina la Yesu. Kwa hiyo Shetani anavuta watu kuja kwake na Mungu anavuta watu kuja kwake. Kuna siku nifundisha hapa, yeye ndo mchagua, sio? Nifundisha hiki. Yeye amfanya nini? Amfanya nini? Yesu ndiye amekuchagua. Kwa hiyo maana yake hivi, Yesu anavuta watu waje kwake na Shetani anavuta watu waje kwake. Ndio maana maovu duniani